Bwana Yesu asifiwe siku ya leo watu wa Mungu. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana ndani yangu. Majina yangu ni Evangelist Njeni Muthenya. Namshukuru Mungu wa mwaka mpya ambao amenirehemu kuwa hai. Sasa watu wa Mungu, nimekuja hapa ili tukaweze kuhubiri na wewe na kuhubiri ukinihubiria. Maana injili hii haina mwenyewe. Na hakuna mtu anaweza kusema anajua mambo mengi. Nimelindwa na Mungu, nimehifadhiwa na Mungu, na Bwana amehifadhi roho yangu kumpenda. Kwa hivyo siku ya leo, nataka tuende tukasome Yohana 4. Kuanzia mstari wa kwanza tuteremke tukisoma. Usikie vile Yesu wa neema nyingi. Ni habari ya Yesu Kristo na mwanamke Msamaria. Yesu Kristo ni Mwokozi. Alikuja duniani ili waokoe watu wake. Alikuja duniani ili akomboe waliopotea. Kumbuka mtu wa kwanza Adamu alianguka katika shamba la Edeni. Akatenda dhambi akiwa na mke wake Eva. Na hapo ndipo maandiko inasema na watu wakavungukiwa na utukufu wa Mungu. Na Mungu akamtuma Yesu duniani kuja kutuokoa. Na Yesu alipokuja alizaliwa kama mwanadamu. Na wakati huu Yesu alipokuwa anatembea duniani, ndiye alipatana na huyu mwanamke Msamaria tu. Na Yesu kukutana na mwanamke Msamaria, hiyo utasoma katika Yohana 4 kuanzia mstari wa kwanza uteremke kabisa. Ni kubwa sana ambayo inaongea Yesu vile alikutana na mwanamke Msamaria katika kisima. Na akamuomba maji huyu mwanamke Msamaria. Lakini mwanamke Msamaria alimwambia Yesu, Wayahudi na Wasamaria hawaambatani. Inamaanisha nini? Inamaanisha Wayahudi wao walikuwa kile wanaabudu na Wasamaria walikuwa kile wanaabudu. Hii inatuonyesha vile siku hizi hata makanisa yalivyo. Utakuta mtu anakuambia yeye ni kanisa tu anataja ya kwao, na yule mwingine akona yake. Mimi naabudu kule, mimi ni wa fulani. Lakini Yesu hapa alitaka kuleta utofauti. Onyeshe yeye hajakuja kwa mtu wa watu fulani. Alikuja kuokoa kila mtu. Ndio maana Yesu mwana wa Mungu aliye hai alimwambia mwanamke Msamaria, nipe maji. Yesu si maji alitaka. Sijui ni nini watu wa Mungu. Bwana Yesu anakuambia nipe. Nipe hicho kinakusumbua. Nipe hiyo roho uko nayo ya umalaya. Nipe hiyo roho ya chuki uliye nayo. Yesu ni njia tu alitumia. Yesu hakuwa anataka maji. Yeye ni maji ya uzima. Na ukiteremka hapo akamwambia mwanamke Msamaria, hiyo maji ukinywa utasikia kiu, utahisi kiu tena. Lakini maji nitakao kupa wewe, maji yatakuwa maji ya uzima. Kutakuwa na vizima ndani yako za kuchibuka ndani yako. Na utaona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. So mwanamke Msamaria aliona tu Yesu kama mwanaume mwingine.
aliona Yesu tu kama kitu, yani kama mwanaume kama hao walio nao. Lakini Yesu alikuwa anakuja kwa mission ya kukomboa. Maana Yesu alikuja kutafuta kiliopotea, ni wewe na mimi. Alipokutana na mwanamke Msamaria akamwambia ni kweli. Akamwambia enda uite mmeo. Yesu anataka kumaanisha nini? Anataka kumuonyesha kama anamjua. Yesu alimuona akitoka kwa nyumba, alimuona, alijua ako na mwanamke, ako na wanaume 5. Yote anajua. Ambia nenda unitie mmeo. Akamwambia mimi sina mume. Akamwambia una wanaume 5 na uliye na wao si bwana zako, si bwana yako. Akamwambia hivyo Yesu. Akamuuliza umejuaje? Sometimes unaweza kukutana uambiwe na mtu wa Mungu. Niwaambia watu wa Mungu tutofautishe hizi vitu vizuri sana. Katika Biblia imeongelea manabii, imeongelea mitume, imeongelea walimu, imeongelea wachungaji. Wako 5 hivi. Hizo zote ni vipawa ziliachiliwa wakati wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Ukisoma maandiko mahali pengine nasema wakati Yesu alifaa mbinguni, alishika mateka vipawa zote. Ingawa kuna watu wanatumia vibaya mambo ya vipawa na mambo ya Holy Spirit. But nikwambie kitu mtu wa Mungu, acha niruke hapo kwa Msamaria, nitakwambia tu. Ukitaka kujua mtu wa Mungu genuine, yani wa ukweli, muangalie tabia zake. Si akuumbilie maji, ukunywe maji na yeye anakunywa pombe. Utamwangalia nyuma vile anaishi, vile anafanya, mienendo ya vitu zake vile anafanya. Utaona huyu mtu genuine anaogopa Mungu. Anaogopa kuongea kwake, anaogopa maamuzi yake, anaogopa Mungu. Biblia inasema utawatambua kwa matendo yao. Matendo ya huyo mtu ambao ni wa Mungu, anajiita wa Mungu, yako pipi, yako aje? Ni matendo yanayofanana na Yesu. Maana wakati Yesu alishikwa, wakati wa kusulubiwa kwake, alipochukua Petro alipotawanyika, alikutwa mahali wakasema aje? Na huyu Petro akauliza unamjua Yesu? Akasema hamjui. Lakini wakasema anaongea kama Yesu, amevaa kama Yesu. Hata wakati Petro alitoka hapo, alitembea akasema anatembea kama Yesu. Nikwambie nini mtu wa Mungu? Una wakati umefika wokovu wako ukutetee. Kuishi kwako kukutetee. Matendo yako ya kutetee. Hiyo imeingiana hapo na kuhubiri. Kwa hivyo wakati uko na mtu wa Mungu, mchunguze tu. Mimi ukaa chini, naweza kukaa niweke TV yangu ama YouTube kwa simu yangu. Niangalie mtu akienda kumaliza, nitajua huyu ni wa wapi. Nitajua. Wapendwa, ombeni discernment spirit. Hizi vipawa asikupewa watu fulani, kama vile Yesu aliambia mwanamke Msamaria aje, alimwambia kila kitu. Na Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu cha kwanza hapa cha Yesu Kristo hakukuja kwa kabila fulani. Ingawa maandiko yanasema waliokuwa wake ndio walimsulubisha. Wayahudi hao tu aliosaliwa kwao ndio hao. But kila mtu akapata nafasi ya kuitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukisoma huyo mwanamke Msamaria, ukitaka kusoma ni Yohana chapter 4, ukiteremka hapo ni kikubwa sana. So huyo mwanamke alipoambiwa aende akalete bwanake, alisema hana. Na huyo mwanamke alienda kuhubiri, kujeni muone, muone mtu ambaye ananiambia mambo ya tangu niliyosaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia nini, mwana wa mtu wa Mungu? Mwana wa Mungu wewe. Nataka kukuambia hivi,
wewe uwe umeokoka, uwe hujaokoka, Yesu alikuja, Yesu amekuja kwako ili aweze kukuokoa na hali zote. Aweze kuokoa na kiu na njaa na kiu ya dhambi. Dhambi huua mtu. Dhambi hukosesha mtu amani. Maana dhambi, nikwambie, dhambi inaondoanga amani ndani ya mtu. Dhambi inaondoanga security ndani ya mtu. Maana kuna maandiko inasema, watu wangu nitakuwa nao wakati wako nami, na watakao niacha na mimi nitawaacha. Inamaanisha nini, watu wa Mungu? Saa nyingi Mungu kile alichopenda amependa tu, lakini katika ile matendo ya mtu inafanya nini? Unajua huwezi kuwa unatenda vitu ambao si nzuri katika wokovu. Huwezi danganya miaka yote ati umeokoka, Yesu ni Bwana. Wewe unajijua mwenyewe, Mungu anakujua na shetani anakujua pia. So nataka kuambia nini? Wewe ambao uko na kitu kinakusumbua kama huyo mwanamke Msamaria, ni wewe Yesu mwana wa Mungu amekuja kwako kukuambiaje? Njoo nikupumzishe. Tukienda kwa Mathayo 11:28, Yesu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitwikeni nila yangu, maana nila yangu ni nyepesi. Elewa? Nila ya Yesu ni wokovu. Watu wengi husema wokovu ni mgumu. Kwa nini wokovu imekuwa ngumu kwa watu? Kwa sababu watu hawataki kusoma maandiko. Wanataka waokoke tu Jumapili. Wanataka tu watoe saka zao. Wanataka watoe fungu za 10 zao. Na wewe uhesabiwe haki na mchungaji. Nikwambie siku ya leo, hata kama ni nani unapeanga dhambi yako, hata kama ni nini unatoa kanisani, mtu wa Mungu, kumbuka ya kwamba kuna kitabu kimeandikwa juu mbinguni ambao hakina vevalizimu, hakina kipendeleo chochote, hakina kipendeleo chochote. Na unajua Biblia inasema katika Revelation huko nyuma, Revelation sijui ni mstari gani, sijui ni 20 ama 21, nasema na kitabu kitafunguliwa, kitabu cha matendo. Mtu wa Mungu, anza kumuogopa Mungu, maana anakunjua. Vile alinjua mwanamke Msamaria huyu, ako na wanaume 5, 4 na 5 si nini? Na Yesu alitaka kuonyesha nini? Wokovu ni kwa kila mtu. Mwanamke Msamaria alitumika kama lango ya kujua wokovu ni wa kila mtu. Ukiokoka uwe ni kabila gani ama ni dini gani, uache uingie kwa Kristo. Alikuja kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, kuna mtu wewe umeokoka, Yesu ni Bwana. Una mtu hujaokoka na una struggle na mambo mengi. Unajua nikwambie kitu, uwezani kuacha. Na mtu hajaokoka anasema hivi, mimi nitaachana na hiyo ng'ombe. Umalaya umenisidia. Dhambi ya uzizi imenisidia. Dhambi zimekukalia. Ni wewe nimekuja niongee na wewe, nikwambie, kabla muda wako hujaisha, kabla taa yako haijazimwa ulimwenguni, kabla macho yako haijazimwa na uende ukute hautarudi tena, mkubali Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, akuoshe dhambi zako, akuoshe makosa yako, na akuhesabie kuwa mwana katika ufalme wa mbinguni, na akunjaze na Roho wake Mtakatifu ambaye ataanza kukuosha. Unaokoka na unaanza kuoshwa. Kuoshwa ni nini, mtu wa Mungu? Roho wa Mungu akiingia ndani, anaangalianga chochote
anaenda akitoa. Unaweza kuwa ulikuwa unataka unakaa vikao na watu, marafiki unakata. Si wewe unaondoa marafiki, ni Roho wa Mungu anakutenganisha na maongeo mabaya na vitendo vibaya. Uliokoka ukinywa wine kwa sababu uko na pesa. Unajua wanadamu anasemanga hivi, wine si pombe. Nikwambie kitu, mtu wa Mungu, chochote kinalewesha ni pombe, na chochote kinaingia ndani ya mtu ukinywa, ni nini kinatokanga? Ni matendo gani unafanyanga? Ni nini hiyo uko nayo? Mimi nimekuja kukuambia 2026, geuka umuone Yesu. Anakuona. Aliona mwanamke Msamaria akiwa kisimani na akaenda kumwokoa. Na Biblia inasema ya kwamba huyo mwanamke aliingia kijijini akisema habari za Yesu. Njooni muone mtu ambaye ameniambia mambo yangu tangu utotoni. Mtu wa Mungu, hata huyo Yesu ni mwana wa Mungu na ako hapa. Ako hapa. Anasikia na mwakilisha. Ako hapa tu. Ako na mimi hapa, mwana wa Mungu. Hicho ninaongea na kidhibitisha. Siku ya leo, njoo. Achana na hizo dhambi zinakulemea. Achana na mambo mabaya. Achana na wizi kazini. Achana na usherati kwa ndoa. Achana na pombe, mtu wa Mungu. Achana na wizi. Wachana. Maana hakuna kitu. Mwanadamu siku zake zimehesabiwa na zimejaa dhiki na shida. Maana mwanadamu tu ni mwanadamu. Utofauti ulioko, wale wa Yesu watakao toka duniani wakizimia kama wengine. Unajua watu wanasema nini? Watu wanasema aje? Hakuna watu wanatakanga kuongea kuhusu kifo. Kifo iko. Ngwambie leo, mwana wa Mungu, wewe mtu, uwe umeokoka, uwe hujaokoka, iko siku utalala. Utalala na utaenda na utaisha. Lakini Biblia inatuambia wote watakao kuwa wamelala wakiwa ndani ya Kristo watafufuliwa tena. Wacha kudanganywa ati wale wameokoka kwa nini hawajakufa? Kwa nini wanakufanga? Nakwambia hivi, ni kitu ilipeanwa, na kuna vitu ambao siwezi geuzwa. Inageuzwa tu kile kiko. Kuna tofauti ya kifo. Kuna kifo ya mwenye dhambi na kuna kifo ya mtu wa Mungu. Na mbinguni ni makao. Ni kama dunia kama hii, ni nchi nyingine. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ninakwambia hivyo, sikutishi. Mwaka wa 2026 umeuona ili ubandirike. Ikiwa ulikuwa unaongea vibaya, waache kuongea vibaya. Unajua kuna watu wanaongelea, acha nikwambie, inaweza kuwa dhambi yako kubwa ni kuongelelea watu wa Mungu. Kile unjui usiongee, ati huyu si mtumishi wa Mungu, huyu. Hata kama utajua, usiongee. Maana hata kusengenya ni dhambi. Mawazo ni dhambi. Akili hizi zetu zimejaa mambo mengi. Kuna mwingine amelemewa tu na mawazo, akikaa hivi anawaza mabaya. Na Yesu akakukomboe na hiyo mawazo machafu. Bwana Yesu akakukomboe na hao uzizi ambao umekulemea. Iwe wewe ni mwanamke, wewe ni mwanaume, Bwana akukomboe na uzizi, akukomboe na tamaa. Maana tamaa za dunia zimejaa sana. Tamaa za dunia zimejaa sana. Tamaa za dunia zimejaa duniani. Bwana Yesu akakukomboe. Bwana Yesu akakukomboe. Bwana Yesu akakukomboe na kila hali iliyo ndani. Na nikwambie leo, Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Hakuna anayeenda kwa Mungu bila kupitia kwa Yesu Kristo. Ninakuambia mtu wa Mungu, siku ya leo, kama huyo mwanamke Msamaria, vile alikubali Yesu amwambie mambo, enda